Kwa majina naitwa Daud Bosire. Mimi ni mkaaji wa Nakuru West. Tena ni mwanachama wa bunge la Eveready, bunge la Nakuru County. Jambo la kwanza, mimi nataka hii ujumbe iende Waluhya wale wapumbavu wenye wanaongea juu ya viongozi wao mambo mabaya kama Sifuna, kama Natembeya. Unaona nyinyi Waluhya wapumbavu wale ambao mnakuwa kinyume ya Waluhya wenu, muachane na ujinga mko nayo. Waache ujinga. Mtu wenu asionekane, nyote inaonekana. Natembeya ndio huyo alikuwa anaonekana Kenya mzima. Sasa hii mnamruhusa mawe, mnampiga vita. Sasa hii mpaka ile umaarufu ikarudi chini. Sasa hii Sifuna tena ameonekana kiongozi wenu subavu, kijana mdogo mwenye hata ODM inatamani. Sasa mnaanza tena kumpiga vita. Sasa nyinyi Waluhya mko na akili gani? Hawalevi hawa. Wale Waluhya ambaye mmenunuliwa na serikali ya William Ruto, mko na akili gani? Sasa kama nyinyi Waluhya ni namba 2 kwa Kenya, nyinyi ndio mnafuata Wakikuyu. Sasa nyinyi mnatumika na kabila zingine kama daraja. Kabila zingine wanatumia kama daraja kuvuka ng'ambo ile nyingine. Kwa nini hamwezi kuwa na msimamo? Nyinyi Waluhya kwa nini hamwezi kuwa na msimamo? Viongozi wenu wazuri wanaonekana, mnaanza kuwarusha mawe. Lakini kabila zingine wanatumia kama daraja ili wavuke ng'ambo nyingine, ndio waanze kuwadharau. Sasa hiyo ni picha gani mnaonyesha nyinyi Waluhya? Hiyo tabia ikome kabisa. Wale viongozi wenye tumeona ni Sifuna na Natembeya. Yuji ni Wamarwa. Nani kama Sifuna? Marara. Hao ndio viongozi tumeona wako na nguvu. Lakini wengine mpaka Chakoya alinyamaza, sijui alienda wapi. Lakini sasa viongozi wenu kwa nini mnawaruza mawe? Badala viongozi wenu wenye wanaonekana mnawatetea ili wakuwe na umaarufu. Sasa kabila zingine wanatumia nyinyi ili wavuke ng'ambo nyingine. Sasa nyinyi mko na akili? Mko na akili gani? Sasa hii kama ODM imekufa. Sasa hii imekufa. Vile Raila alilala na ODM. Oburu atawapeleka wapi? Mzee ambaye anajikokota. Mzee ambaye ana meno hata kuongea juu kuongea. Yeye alikuwa anafuata ndugu yake. Na ndugu yake ndiye alikuwa na umaarufu. Sasa Oburu atawapeleka wapi? Nyinyi Wajaluo mnasema Oburu. Oburu atawapeleka Kanani ama atafika katikati ya bahari ndio muanguke kwa bahari ndio mamba wakule. Vile Raila alikuwa anafika ng'ambo nyingine, alafu baadaye akasema mambo alikuwa anasema ati anatupeleka Kanani ikakosekana. Sasa Oburu hata ana nguvu huyo mzee Oburu. Hata kuongea anashindwa kuongea. Wakati aliona umati huko Nairobi, aliona umati wa Sifuna. Karibu Asirai. Kama sio huyo Gwanga alimusikiria, huyo mzee angekufa, angefuata ndugu yake. Sasa hiyo ni aibu gani mnatuonyesha? Na hiyo mzee afuata ndugu yake. Hiyo ni aibu gani mnatuonyesha? ODM inakufa, hakuna mahali inaenda. ODM wale ambao walikuwa nasikiria ODM ni Sifuna. General Secretary, my friend. He's a very powerful person in the country. Huyo ndio tegemeo. Lakini vile walimpiga vita, mliona umati huko Nairobi? Kitengera. Mliona umati? Sasa serikali kama mnajiamini, kwa nini mnatuma goons ambao ni maaskari wanakuja kurusa tear gas? Wanakuja kuua watu. Kama mnajiamini, kwa nini hamwezi acha huyo Sifuna? Sifuna ni nyota ambayo inaendelea kuonekana, inaendelea kumetameta. Sifuna ni kijana ambaye kuna nguvu nyingi sana. Hata wengine wanaanza kumkejeli hapa, wanaanza kuongea juu ya Sifuna vibaya. Na Sifuna ambaye kwa nini kama ni mtu ambaye ana umaarufu, kwa nini watu walikuwa wanajaa huko Kitengela? Kwa nini watu walikuja? A crowd of people, my friend. Sio watu wawili walikuja. Ni watu wengi walikuja. Jambo lingine nataka kuambia huyu ndugu yangu ambaye ni Fred Okengo Matiang'i, ndugu yangu Fred Okengo Matiang'i, wacha kuweka watu wanafiki mbele yako wakuongoze. Angalia wale watu ambao unaweka na wewe mtembee nao, kwa sababu wengi wao ndio walikuwa napoteza Raila Amolo Odinga. Wakati pesa Uhuru alitoa watu wapewe ili kura zake sionekane za Raila Amolo Odinga. Kuna huyu jamaa Junet Mohamed, huyu Msomalia. Huyu jamaa yeye ndiye alifanya hata mzee akakufa haraka. Raila alistuka akakufa kwa sababu alikuwa anafikiria atakalia kitu. Junet, nyinyi Wajaluo
Kwa nini mnaweka mtu ambaye sio mtu wenu? Na hiyo ngozi ya Junet ni tofauti. Na mimi najua Wajaruo ni watu weusi. Sasa huyu mtu ama mlianza kuzaa watu weupe huko Nyanza. Kama Babu Owino mnaanza kuruza kijana wenu. Na ni Mungu alifanya akazaliwa mzungu. Na Wajaruo wote ni weusi. Hakuna Mjaruo mwenye unaweza pata ni mweupe. Mnafaa kujivunia Babu Owino. Babu Owino ni kijana ambaye anametameta kutoka Nyanza. Ni kijana ambaye anapendwa na Wakenya. Hebu tufanye hivi asali. Ngoja niwaambie, hata mkiruza Babu Owino mawe, hata mimi ni Mkisii, mimi sio Mjaruo ndugu yangu. Na kuna wengine wenye wameongea na tena watazidi kuongea. Keki Bini anaonekana country wide. Sio kabila moja ati Wajaruo ndio wakati Raila alikuwa anajitokeza, nyinyi ndio mliambia Raila aende kwa ground atafute kura. Raila mwenyewe ndiye alikuwa anajitokeza na alikuwa anapiwa mawe. Na alikuwa na watu wachache. Wakati alianza kukuwa na maarufu, ndiye akakuwa na watu wengi. Lakini ubaya wake ni ile kutolinda kura zake. Walikuwa namuibia. Na yeye alikuwa ni mtu mwaminifu Raila Amolo Odinga. Hakuwa anataka kura zake. Kama ni kura ambazo zilikuwa zinapigwa genuine. Kama hii Kenya inatumia ukweli, Raila Amolo Odinga angeongoza miaka mingi. Kwa sababu huyo mzee alikuwa anapigania demokrasia, ni mzee alikuwa na huruma. Akiona watu wakiuliwa, analia anatoa machozi. Wakati wa serikali ya Moi, kama huyu mzee alikuwa na roho mzuri, kama ni mimi, singesambia Moi. Kwa sababu alikuwa anamtesa. Alificha huyo mzee Makende, mpaka karibu huyo mzee. Mlifanya vibaya na huyo mzee alikuwa na roho mzuri. Raila Amolo Odinga alikuwa na roho mzuri sana. Na akasamea Moi. Na alikuwa na huruma mingi. Kama angekuwa ni mtu ambaye ako na huruma, angesambia familia ya Moi. Kwa sababu walikuwa wanamtesa vibaya sana. Na wacha nikwambie nyinyi Wajaruo, nyinyi tumetoka na nyinyi Nyanza. Msianze kufurahia mtu mwenye anawatesa. Nyinyi mnapenda yule mtu mwenye anawafinya. Lakini yule mtu mzuri kwenu hamtaki yeye. Sijui kwa nini, ama mnataka mabaya peke yake. Wakenya wenzangu, nawaomba ikifika 2027 mchukue kura, mpigie kiongozi mzuri. Sina mengi Wakenya wenzangu, na Mungu